Leo niko na picha moja bomba zaidi, lakini napigwa kitaalamu zaidi. Hii hapa inaitwa Lock the Love. Na baba la baba ndo tutazidi kusababisha umndani kuendelea kupata burudani ambazo ni Lily HD, lakini pia zikiwa na lead sound. Hii hapa inatokea kitengo pale, na baba la baba ndo anachapa zaidi. Wasema Lock the Love. Wasema story iko juu ya maisha ya binti ambaye alitokea kwenye familia ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina King Family. Lakini sasa watu hao waliweza kuuawa, ikisemekana kwamba wao wanahusika na uhaini au uasi wa nchi. Lakini sasa kuna mchezo ambao ulikuwa umechezwa nyuma zaidi. Hebu tuende sambamba katika picha bomba zaidi hapa. Inakuwa kwa jina la Lock the Love. Hii hapa katika episode ya kwanza zaidi, ikiwa bomba ikiwa safi zaidi, bonge moja la kazi kutoka kitengo pale. Au sio butu chape kinyabumbu zaidi. Wasema chuma kinaanzia, kuna askari wawili wanafika katika jengo ambayo inaonekana ametokea mauaji ya kutisha zaidi. Na sasa miongoni wa watu ambao walifika hapa, kwa bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina Shia. Anasema hata hivyo Miss King ambaye alikuwa ni mtoto wa pili kutoka katika utawala wa Queen ameweza kuuawa. Anasema basi utanipatia majibu juu ya kile ambacho kimetokea. Mwanaume anahitaji kufika sehemu moja hivi, ndio sehemu ambayo inaitwa Naching. Huku bibia pekee ambaye alisalia katika kizaazaa, yani Queen Shiung, aliweza kufanikiwa kutoroka katika kile kisanga. Hawa anamwambia hicho ambacho umefanya atupelekea sisi tuingie katika hatari zaidi. Hai mzee aliona hiki kizaazaa ni bora mfiche binti yake katika eneo moja hivi na uweze kukabiliana na wanyabumbu. Hai sasa watu wanaokuja ni watu wa kazi zaidi. Haweza nyinyi ni watu kutoka wapi? Watu walikuwa wamevalia maski. Alikuja kwa ajili ya kumtuliza mzee tu, na mzee kila alipojaribu mambo yalikuwa mazito zaidi. Alichezea mkorongoto wa kutosha. Binti alishuhudia mazima mzee akiwa anakata moto kutokana na kile ambacho nasadikika na kwamba mzee alikuwa muhaini. Sasa pia aliona kile ambacho kitokea kwa wazazi wake. Mzee aliweza katisha moto, lakini pia mama naye aliweza kuwa huku. Tukutana na Lee Young ambaye ni captain, team leader mkuu wa kikosi. Anasema kitu ambacho amefanya kijana ni kama amezalao juu ya kile ambacho anatakiwa apate mwongozo kutoka kwangu, yani bwana mdogo Shia. Mdogo alikuwa anakuja upande wa pili tu huko, ambao kimetokea kizaazaa zaidi kwa sababu ana muunganiko sana na watu hawa. Na isitoshe kuamini ya kwamba alikuwa amemchumbia dada yake na huyo hapa bibie. Anasema najua nimechelewa kutoa msaada, lakini njoo familia yako kwamba kila kitu habari imeisha kwisha. Basi wanasema baada ya siku moja mbele zaidi, binti aliweza kufikishwa katika familia ya Dai Family, na hapa alikutana na mwongozo zaidi kwa nini anatakiwa afanye na namna gani aweze kuanza maisha mapya katika familia mpya zaidi. Anasema sisi tutakuchukulia uangalizi tu. Basi kuna kabinti ambao kalikuwa ni kama kijakazi, tukalipewa nafasi ya kuweza kumtuliza. Lakini kabla binti hajamaliza chochote, aliingia mwanadada mmoja ambaye siri yake imejificha sana nyuma ya pazia. Anaitwa Shinyang. Anasema unatokea nipatie heshima mimi, na yote nifanya ni kuache kwa sababu nyinyi mnatokea katika familia ya kihalifu zaidi. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu, anasema Oshizang anasuspektiwa kwa kufanya kitu cha hatari zaidi, lakini pia anaonekana ni mtu ambaye anatoka katika kitengo maalum ambacho kinakuja kwa ajili ya kufanya uasi katika taifa. Hivyo mwanaume alishapatiwa taarifa ya binti huyo kwamba ni miongoni mwa wasaliti. Anaambia Shiang. Sasa bibi alikuwa anajaribu kuuliza tu ni kwamba nini ambacho kimemleta mtaalamu katika ile eneo. Mwanaume alikuwa na mambo mengi sana kujadili na binti. Zaidi aliweza kumchapa shaba tu. Sasa unafikiri kwa nini ameweza kumwangamiza binti huyo? Hii ilimshangaza sana binti kuweza kupata msaada kwa mtu Okay. Wow. Hebu tuguze katika episode ya pili tu, baada ya kutamba sana na episode ya kwanza kwa kizibu kidogo kwa jina Lock the Love. Yep, ni sound ya Fall DJ, sound ya Mgojo Sony. Hebu tuanzie hapa. Wow. Au sio? Hebu tuanzie hapa. Wanasema ni kipindi ambapo binti alitoka nje. Lakini sasa baada ya kutoka katika ile eneo, kuna kumbukumbu ambayo inambaa katika fikra zake. Ni kama aliwahi kufika ile eneo miaka mingi sana iliyopita. Lakini nje bibi alikuwa anajadili na kijana wake kwamba ingekuwa ni vema angemuoa binti ili kuhakikisha anaipa familia heshima zaidi. Lakini pia binti alikuwa anambamba katika hizo area. Mamba alimuita Shue. Asa nimepotea kufika hapa. Sasa kumbuka tu watali wa mnyama. Anasema nenda na uendelee kusubiri
najua mpango wa ndoa takisha naisimamia vyema zaidi. Hii sasa kuna kumbukumbu ya nyuma kidogo. Binti anakumbuka pindi ambapo dada yake alivyokuwa anamfundisha namna ya kuhakikisha anaweka mambo fulani sawa zaidi. Binti alikuwa anaandika ujumbe maalum sana. Anasema, young Marshall, na ujumbe kabla hujaondoka katika safari yako. Anasema basi kuna kitu chochote ambacho umesikia unakihitaji. Anasema dadangu aniambia kwamba kabla ya kuanza kitu chochote lazima tuhakikishe kila mmoja anaweza kumtambua mwenzake vyema. Hivyo hii barua ni ishara tu ya mwanzo wa rafiki wetu. Bibi aliweza kuondoka, lakini pia kumbuka binti ana mission moja maalum zaidi. Anasema anatakiwa kuipata kadi maalum ambayo babake aliweza kumwambia tu kabla hajaweza kupoteza maisha, kwamba itampa mwongozo fulani. Na sasa akiwa katika eneo la mji, kuna vijana wanakuja na mkamata kumleta katika jumba moja kubwa zaidi. Huyu Charlie anaitwa Sheng. Binti baada ya kumwona ipata wasiwasi zaidi. Mtu huyu hatujui kwa nini ameweza kumkamata binti. Anambia unajua kwamba Daishio huyo ni kakaangu tu, lakini pia umesahau kipindi hicho ulikuwa ni kama shemeji kwa upande wangu, lakini kwa sasa sina jibu la kuweza kukupa zaidi. Lakini pia mtu huyo kuna msaada ambao alikuwa anahitaji kutoka kwa binti Shue. Anasema kuna siri ambayo anahitaji unitunzie, na kama utaweza kuitunza basi mambo yatakuwa sawa zaidi. Binti anambia kama unahitaji msaada natakiwa unatumia lugha ambazo zinakuwa polite zaidi. Tofauti na hapo inaweza ikawa ngumu zaidi. Lakini mtu huyo aliomba sana kwamba binti aweze kumtunzia siri moja, ambayo siri mpaka sasa tujijua ni siri aina gani. Leo kiwa hapa ghafla kuna watu waligonga kule mlango. Basi alikuwa amefika kaka yake Shao. Anasema unafurahi sana kwa yale ambayo tunafanya. Lakini sasa tukiwa ni watu ambao tuna ndugu kiasi hicho, mambo anasema na mashaka sana ya kitu ambacho kimetokea. Anasema kama kuna mtu unamuhisi ni vema ungeniambia. Basi anasema miaka yote nimekuwa mwema sana kwako kaka, lakini sasa kuna ombi ambalo naliomba. Yule binti kutoka Queen Family alikuwa anahitaji niweze kumwoa. Anasema kwa wakati mwingine ukiongea hivyo utakuwa unafanya matone ya damu yaweze kumwagika. Sasa mkali baada ya kurejea katika kichumba, kuna kumbukumbu ya utoto anaweza kuipata. Ilikuwaje alikutana na binti. Pindi wakati kwa mdogo alifungiwa katika chumba kimoja hivi. Na binti kipindi hicho naye alikuja kumuona mtu huyo. Na muuliza sababu ya kuweza kufungiwa hapa ni nini, au ni utukutu ambao ameweza kuonesha. Sasa mkali nini ambacho ataenda kufanya ili hali kakake ameshamzuia kwamba atakiwi kusogelea huyo bibie kwa sababu atakuja kuleta shida kubwa zaidi. Hiyo hapo ni katika episode ya pili tu. Mkachume na kuliko jina Lock the Love. Sound ni yangu Jasoni kwa Yotala Bintibu. Tuendelee kusonga zaidi. Wow, Badman. Ciao. 瑶儿，给你哪里还有心思去成婚呢？